Sasa wewe ndio umefanya nini sasa? Tumeongea jana uje. Jana hujatokea. Ndio unakuja leo. Ndio nini sasa? Samahani. Jana nilikuwa na kazi nyingi afu nilikuwa nimefua kwa hiyo kupata muda wa kuja. Yaani hakunaga mtoto wa kike ambaye anakosa kujitetea. Shida yenu ni mmekuwa waongo sana. Yaani mkiaidiana wewe unaenda tofauti na mlivyozungumza. Hasa ndo nini? Yaani mimi siku zote ahadi za uongo huwa sipendi. Mimi nishabadilisha maamuzi. Yamekuwa hayo? Sio yamekuwa hayo. Ni wewe mwenyewe ambaye umekuwa muongo. Yaani hujaenda na ahadi ambazo tulikuwa tumeahidiana. Haya poa. Tumeongea rudi jana, yeye anakuja leo. Mimi nishapata mtoto mwingine. Shajienjoy huko mwenyewe, nimejivinjari. Hapa niko vizuri. Bora tani nimeonana na Yusuf, maana mguu ulikuwa ni wa kwako. Yaani kusema kweli jana nilienjoy, yaani nimeenjoy mpaka basi. Yaani sio tani nikwambie, yaani sije kukutana na mwanaume kama wewe kusema kweli. Yaani hivi unakielewa kwa unachokizungumza wewe? Vipi Yusuf, mbona unakuwa kama mtoto? Utoto unatakiwa uache wewe, sio mimi. Yaani wewe unazungumza utoto kwamba mimi nimelala na wewe. Yaani unawazimu kweli? Unajielewa kweli? Wewe unatakiwa ukue sasa hivi. Vipi wewe? Yaani mbona hata sielewi? Yaani mbona mambo yanachanganya? Yaani hapana, haiwezekani. Yaani mimi sina nimelala Yusufu nakata. Yaani inawezekanaje? Yaani inawezekanaje? Mimi najua nikilala na mwanaume hapindui. Yaani kapinduaje? Nini kimeingia ndani? Na maana Yusufu sasa hivi anaingiza mademu kwa staili hii. Basi kijana sasa hivi kaiva kweli kweli. Kwa hiyo na maana ananificha, wanapita mpaka mgongoni. Haya. Tusi Faraja huyu. Wewe Faraja. Yaani wewe wazazi wako wanatusumbua hapa mtaani wanakutafuta wewe. Kumbe wewe upo humu ndani. Wewe Yusufu. Yusufu wewe. Huyu jamaa naye analala kama pono. Alafu huyu binti ataniambia wapi alikuwa. Leo atanieleza, ngoja nimfuate huko huko. Yaani mshaamua kunichezea mimi mchezo kama mtoto mdogo. Sasa leo tutaona. Kinapita kama kishada. Sasa nakuja huko huko ndani. Hivi hawa watoto washaniona mimi mtoto mwenzao, basi michezo wanayocheza wao wameamua tucheze na mimi. Sasa mimi hiyo michezo mimi nishazeeka, mimi siwezi kufanya vitu vya kijinga kama hivyo. Huo ni utoto. Yaani mapenzi yao na Yusufu washafanya kama imekuwa kama movie za Kihindi sasa. Sasa mimi naenda kutafuta zangu ugali huko, watajua wao wenyewe. Maana yake walivyotongozana hata mimi sikuwepo. Watajijua wenyewe bwana. Wewe basi wewe. Hivi kuhusu swala kupotea mtoto hapa mtaani unalo? Babu, hili swala toka linaanza mpaka lipofikia ninalo. Ndio. Niambie basi dokezee ndugu yangu. Yule demu alikuwa demu wako wewe? Ndio. Baada ya kuachana naye sasa. Sasa hivi amekuwa ni mtu wa kulandalanda huku. Ile ikifika usiku anaenda kuangusha kwa mamba mmoja anaitwa Yusufu. Mtanashati fulani hivi unampata? Kale ka white hivi. Huyo. Ndio maana udemu kumbe alikuwa akija mtaani kana anachomwambia hiki njoo geto anakataa. Njoo hivi anakataa, fanya hivi anakataa. Kumbe ndo wewe mshikaji alikuwa anachukua mchumba wangu. Hatukatai mwamba. Ulikuwa unahudumia ila shida ni kwamba mwenye kisu kikali ndo anakula nyama.
Bas fresh. Wewe unajua mimi? Mwanangu mimi nakuelewa. Ili swala mimi nitalimaliza kibabe yani. Haiwezekani yani. Yaani mimi nitalimaliza kibabe. Bora tumekutana. Unanikumbuka? Hapana, mimi sikukumbuki. Bwana wewe. Wewe unikumbuki mimi ulikuja nyumbani siku ile pale. Tukapiga story 2-3. Mambo ukawa unaniulizia kuhusu Yusufu. Nikakwambia Yusufu yuko hapo nyuma ya tenki hapo. Ukaenda ukazungumza naye ukarudi pale tena tukapiga story 2-3 kaniulizia kuhusu kile kiwanja sijui na nini. Tukawa tumeongea pale. Wewe unikumbuki? Mimi naitwa Mbungu. Kaka yake Yusufu mimi. Aha. Yaani nilipokuangalia hivi na uliposema unaitwa Mbungu ndio nimekumbuka sasa. Yaani unajua nina mambo mengi. Sister wetu wiki ya pili sasa hii pale nyumbani haonekani kama nilivyokueleza siku ile. Kwanza hapo na hata kama haleluya kanisani. Sema dada yenu yani ndugu yenu ni malaya. Yaani ni malaya yule ambaye amekubua amepitiliza. Nisikilize mimi. Yule mtoto yupo. Lakini kutokana na ujinga wake na mwenzake Yusufu ndio maana mimi mpaka nikaamua kuondoka. Sijui unanielewa. Yaani kanakimbilia huku, kanaingia huku, nikikafuata huku, kanaingia upande wa pili. Nyumba yetu na milango hii miwili. Kwa akiingilia huku anakuja kutokea huku. Sasa mimi siwezi kufukuzana na yule mtoto mdogo. Siwezi nikafuatilia mambo yao. Nikaona sasa hii michezo wanayoicheza hii mimi siwezi. Ngoja niende huko kwa ndugu zake. Na ndo nilikuwa nakuja nyumbani kwenu ili kutoa taarifa. Binti yenu yuko pale. Ila sema ndugu yenu ni malaya na sijui mtamdhibiti vipi. Kwa sababu inaonekana hana mwanaume mmoja, ni ana wanaume wengi. Na ndo maana hamuoni hatulii sehemu moja. Angekuwa na mwanaume mmoja, mngekuwa mshamuona. Sasa bwana Mbungu, yeye unaongea mambo mengi sana, mambo mengi. Kwa serious. Mdogo wangu kweli yupo nyumbani? Sasa wewe ndugu yangu wewe, mimi na utani na wewe. Mimi tunafahamiana mimi na wewe. Si tumeonana tu kwenye harakati za kutafuta ndugu yako. Mimi siwezi nikakutania, mimi nishakuwa mtu mzima. Siwezi nikakuletea utani kwenye maisha ya binadamu. Basi sasa kwa kuwa ulikuwa umekuja kutoa taarifa, ni vyema hata tungerudi pamoja ili nikamchukue. Shida nyinyi mnamtaka ndugu yenu. Nenda pale nyumbani pale. Utamkuta. Halo? Hapa ndo nimepewa taarifa. Kwa hiyo unaenda kumwangalia sister. Oya basi sawa. Hapo vimeumana. Mtajuana nyinyi wenyewe huko. Mimi mradi nishafikisha taarifa. Bro, siku ile nimekuja hapa nikakuuliza vizuri tu kuhusu taarifa za mdogo wangu. Ukanijibu maneno kunya. Yaani na tena ukawa mkali na ukanitimua kama mbwa. So, namhitaji mdogo wangu. Haya, mdogo wako yupi? Faraja yumo humu ndani. Kwa taarifa nilionayo, nimeambiwa Faraja yuko hapa. Yaani wewe una uhakika kama yuko ndani? Nina uhakika na ndio maana niko hapa. Nisingekuwa na uhakika, nisingekuja. Basi choma ndani. Bro,
nikimkuta Faraja! Vipi? Umempata mdogo wako? Nakuuliza wewe, umempata mdogo wako? Na hivi ni nani aliyekupa hizo taarifa kwamba mdogo wako yuko hapa? Kusema kweli, aliyenipa taarifa ni ndugu yako. Yaani blaza, wewe ni boya na ni bogas kabisa. Yaani wewe kumsikiliza Mungu. Mimi mwenyewe naishi naye hapa nyumbani. Mungu simuelewi. Yaani Mungu mara mwenyewe anauliza maswali haya, mara anauliza hivi. Yaani simuelewi hata mara moja. Mara leo kanauliza mademu, mara leo kanauliza kazi yangu, mara kauliza sime. Yaani haieleweki. Alafu ona mama. Oya blaza, sikiza. Umekuja kishari hapa. Sawa? Nilianzisha na mimi shari? Hapana ndugu yangu, usifikie huko. Mimi nilikopewa taarifa hiyo, nilibeba moja kwa moja. Sikujaji negative au positive. Siku nyingine unatakiwa uwe na akili timamu. Sasa unafuga nywele hapo akili hauna. Wewe vipi? Oya, wewe. Mimi mwenyewe mtu ashari. Tena mtu ashari kweli kweli. Umeelewa? Ukipewa taarifa siku zingine unataka usikilize kwanza. Sio unakurupuka tu unakuja katika miji ya watu. Siku nyingine unafanya vibaya. Basi samahani. Sio samani, toka zako hapa bwana, wewe vipi? Yaani watu wengine hao, wanatakiwa uwe na akili kidogo. Yaani umeambiwa kitu kidogo hadi Faraja. Faraja ni nani? Yaani mimi nitatemea kitu kama kile kidogo dogo. Kile kiko hivi. Hao watoto tutapata watoto aina gani? Mungu!